Tunashukuru Mungu katika asubuhi ya leo kwa kuwa anatupatia tena neema ya kusimama mbele ya uso wake. Mbele wote tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ninaitwa mchungaji Serugendo Dismas. Nafanya kazi ya Mungu katika kanisa Pentecote Philadelphia. Basi tunasema asante. Tutazungumuza neno la Mungu. Neno la Mungu ni silaha kwetu. Neno la Mungu linatuonesha njia ya kweli na haki. Neno la Mungu tukalitii, siku moja tutaona ufalme wa mbingu. Sasa kwa siku za leo tunakuta kama atufurahie tena neno la Mungu, atuliamini neno la Mungu, atupende kusoma neno la Mungu, atulitii neno la Mungu. Lakini neno la Mungu ndiye unabii wa kwanza hapa chini ya jua. Tutazungumza kwa ajili ya neno. Kichwa la neno linatuambia kama kubadilika kwa mtu wa Mungu. Tutasema hapa kwa ajili ya watu wa Mungu. Kubadilika kwa mtu wa Mungu. Amebadilika namna gani? Mtu wa Mungu anabadilika kwa njia mbalimbali. Inaweza tuma ametoka katika uwepo wa Mungu, inaweza tuma ametoka katika mapenzi ya Mungu. Sasa tunasema leo mtu wa Mungu leo anaweza kuwa mtu mzuri na ametenda matendo mema, Mungu amemfurahikia, na wengine watu wamemshukuru kwa kuwa ametenda mema. Hapo tumeona hiyo matendo kama huyu mtu na matendo yake inaweza kumuonekanisha popote apitapo, watasema kama huyu ni mtu wa Mungu kwa ajili ametenda matendo mema. Kesho huyu mtu aweza badilika kuwa mtu mbaya. Usishangae. Leo mimi naweza kuwa mtu wa Mungu, nitie mfano kwa mimi mwenyewe. Leo naweza kuwa mtu wa Mungu, nimewahubiri neno la Mungu, lakini kesho mnaweza sikia tena nimebadilika. Nimeingia katika njia za matendo mabaya. Lakini kama vile tuliokoka na tunampenda Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, haitustahili tena kubadilika tuwe watu wabaya. Inatubidi tusimame kwa msingi ulio imara, tutii neno la Mungu mpaka siku Yesu atarudi kuchukua kanisa. Tutaleta mfano Adamu na Eva walikuwa katika bustani wa Edeni. Na Adamu alikuwa na muda, Mungu alikuwa anakuja kumtembelea katika bustani wa Edeni. Amekuta matendo yake ni mema. Adamu anazungumza na Mungu, Mungu amemfurahikia, Mungu amemtumainia kama nina mtumishi wangu hapo. Lakini likiwa kufika turu ingine, Adamu akabadilika. Akavunja agizo na Mungu. Akageuka kuwa mbaya kwa kuwa alivunja agizo lake na Mungu. Na wakati Mungu aliona kama Adamu amevunja agizo, kwa hiyo muda Mungu yeye mwenyewe alishuka. Na kwa kumtafuta akakuta ndugu Adamu anajificha. Sababu zilikuwa nyingi. Kama hivi leo watu wanameleta sababu kwa ajili ya safari ya kwenda mbingu, sababu kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Usilete sababu, wewe mwaminifu tu usiku kama vile mchana. Na usiache kazi ya Mungu juu ya mtu fulani. Usiache kazi ya Mungu juu ya mchungaji. Usiache kazi ya Mungu juu ya nabii fulani. Kila mtu alialika kwa namna yake, na kila mtu Mungu atamlipa sawasawa na matendo yake. Adamu akageuka kuwa mbaya, na Mungu akaruhusu kumfukuza katika bustani na kutuma wa malaika kulinda bustani wa Edeni. Kusema mchunge huyu mtu asirudi tena katika bustani. Patano la Adamu na Mungu likaishia hapo. Tunaweza leta ingine mfano, Kaini na Abeli. Walikuwa watu wa tumbo moja. Walizaliwa pamoja. Mama moja, baba moja wa ndugu. Wakiugua kwa upendo. Lakini ilifika muda Kaini akakuwa mbaya, akageuka, akaua ndugu yake. Alikuwa naishi pamoja, wamefanya kazi yote pamoja, wamechangia pamoja, wamelala pamoja, lakini ilifika siku akageuka, akaua ndugu yake. Kwa ajili ya nini? Juu ya wivu. Wivu ilituma Kaini anaua Abeli. Kwa kuwa Mungu alikubali sadaka ya Abeli, Kaini hakufurahishwa na hiyo. Na hii tendo linaitwa wivu, imechafua kazi la Mungu kwa siku hizi za mwisho.
wivu kwa majamaa zetu, wivu katika kazi la Mungu. Sasa kwangu mimi ninachunguza kama Mungu akirudi, Yesu akirudi kutukuta tuko katika hali ya wivu. Sasa ufalme wa mbingu tutauona? Ni wewe wa kujichunguza na mimi kujichunguza. Wivu inatawala hizi siku za mwisho. Tusipokuwa macho, tutakosa mbingu juu ya wivu. Watu wameuana kwa ajili ya wivu. Watu wamekatalana kwa ajili ya wivu. Sasa sisi wote tuliumbwa na baba moja. Tukaumbwa kwa mfano wa Mungu. Damu tunayo ni moja. Wazungu, weusi, sisi wote tuko na damu moja. Sisi wote tuko na sura kama moja. Ni hii rangi tu. Lakini tuliumbwa na Mungu kwa mfano wake. Lakini siku ya leo wivu imetawala ulimwengu nzima. Yawe kwa kazi ya Mungu, yawe nje ya kanisa, yawe ndani ya kanisa, wivu imetusumbua. Sasa tutakuja soma neno la Mungu katika Wafalme wa kwanza 11 mstari wa kwanza kufika kwa mstari wa 4. Neno la Mungu linatuambia hapa kwa kichwa neno, Salomo akiangushwa na wanawake wengi aliooa. Mfalme Salomoni aliangushwa na wanawake wengi ambaye aliooa. Mfalme Salomoni akawapenda wanawake wengi pamoja na binti wake Farao. Wanawake wa Moabu na wa Amoni na wa Edoni na wa Sidoni na wa Hiti. Mstari wa 2. Na wa taifa na wa mataifa Bwana ni mataifa Bwana aliwaambia Waisraeli, wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika watageuza mioyo yenu kuifuata miungo yao. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda. Mstari unafuata, akawa na wanawake 170 binti za kifalme na masuria 300. Nao nao wakeze wakamgeuza moyo. Mstari wa 4, Sulemani alipokuwa mzee wake wakamgeuza moyo wake afuate miungo zingine. Salomoni wala moyo wake haukukua mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa baba yake Daudi. Hapo ndio neno tutazungumza hapo. Hiyo Wafalme, Salomo akigeuzwa na wanawake aliooa. Salomo alikuwa mfalme. Ndiye alichukua ufalme nyuma ya Daudi. Mungu alishukuru Daudi kwa kazi yote alimtendea. Na kufika kwa uzee wake akasema, sasa ufalme sitaipatia mtu mwingine. Ndapatia kijana wako Salomo, mumwombee awe kama vile mfalme. Lakini akienda na mimi sawa vile ulitembea, ufalme utaendelea kuwa wake. Lakini akaacha matendo mema, na mimi tamnyang'anya ufalme. Ilikuwa ahadi yake pamoja na Mungu. Usigeuke mtu wa Mungu. Hata shida zikufikia, endelea kuomba Mungu. Hata shida zimekuwa zaidi, endelea kuomba Mungu. Uwe mwaminifu mbele ya Mungu. Siku hizi tunaona namna gani kanisani. Watu walipenda Mungu kwa miaka ilipita. Watu walitumikia Mungu kwa miaka ilipita. Lakini siku za leo unakuta watu wamegeuka, wamekuwa walevi, wamekuwa wazinzi, wamekuwa washarati, wamekuwa wawezi, na walikuwa watumishi wa Mungu wakifanya kazi la Mungu. Lakini usigeuke, kwa kuwa malipo ya kazi tulifanya tutailipwa, tuko hapa chini ya jua, na Yesu atarudi kwa kuchukua kanisa. Sasa akirudi ametukuta tumekwisha kugeuka, tutakuwa watumishi wa nani? Mfalme Salomoni akawapenda wanawake wake wengi pamoja na binti wa Farao. Alichagua wanawake wengi wa wafalme na akaoa tena binti wa Farao.
Huyu Farao ndio alisumbua Waisraeli. Huyu Farao hakukuwa mtu wa kuamini Mungu, lakini Salomo akaenda kuchukua binti wake naye akamtia hapo akakuwa mke wake. Na wa mataifa Bwana alipowaambia, akaenda tena kuoa wanawake wa mataifa. Mungu alikuwa anawakataza, msioe kwa hawa watu, msijiunge na hawa watu, wala hawa watu wasioe kwenu, hawa watu wasije kujiunga na nyinyi, kwa kuwa wanaweza kuwageuza mioyo, mnageukia miungo yao pali ya kuniabudu mimi Mungu ambaye niliumba mbingu na dunia, mimi Mungu ambaye niliwatoa katika nchi ya Egypta. Sasa ilikuwa ahadi zao, agano lao pamoja na Mungu, lakini Salomo mfalme akaacha hivyo vyote, akapenda hawa wanawake. Alikuwa na wanawake 700 watoto wa falme, na akakuwa na wengine masuria 300. Ndio wanawake wote wa Salomo walikuwa karibu 1000. Nao wakeze wakageuza nini? Moyo wake. Kwa kuwa hao wanawake 1000 alikuwa nao, sio wote walikuwa watu wa Mungu, sio wote walikuwa wamemtumikia huyu Mungu. Wandugu, hakuna kingine tunaweza tumikia mtu ambaye ama kiungo tunaweza kufananisha kama vile Mungu. Mtu kingine ama kiungo tuitumikie muda wa Mungu. Mungu we mwenyewe ndio tunastahili kutumikia hapa chini ya jua, kwa kuwa vyote vitaisha, lakini kitakayobaki ni ufalme wa mbingu. Sasa ndugu huyu akageuzwa mioyo na wa wanawake. Ikafikia muda alikuwa mzee, akupata tena kutumikia Mungu kama vile na stahili. Popote alikuwa anaenda kwa hao wanawake, anakuta yuko anatumikia miungo zao. Mke akampa condition, kama umenipenda aja kuyo nisaidie kwa hizi kazi. Salomo akageuka moyo wakati alipokuwa mzee, akageuzwa mioyo na hawa wanawake, akaacha mapenzi ya Mungu, anakuwa amefuata miungo. Moyo wake au kuendelea kuwa mwaminifu kama vile babaye Daudi. Na huyu mfalme yeye ndio angepasha kuwa exemplaire, na acha nitumikishe hiyo neno ndogo. Alipasha kuwa mfano kwa wana wa Israeli. Alikuwa anajua maagizo la Mungu. Mfalme akatoka katika maagizo ya Mungu, akaanza kutenda mabaya. Wana wa Israeli wakamuuliza, sasa hii mambo umefanya imekuwa namna gani? Mungu alitukataza hawa watu, kwa nini wewe unaleta hawa watu katika nchi yetu? Kwa nini wewe unatuma hawa watu wanakuwa naabudu miungo zao katika hizi nchi? Sasa ikaumiza tena wana wa Israeli mioyo, na yeye alikuwa mtu angepasha kuwa mfalme na kielelezo. Sasa siku za leo wandugu, nimeona namna, nimesema tena, tumeona watu wengi wamebadilika. Dunia inawabadilisha watu, shetani amebadilisha watu. Aliko ole wake, ulikuwa umekwisha kujua kweli, uache tena kweli, uingie katika njia isiyopendeza Bwana. Sijue wewe kwa siku hizi umesimama namna gani, lakini Mungu hataki kama tubadiliki. Mungu anataka tuwe waaminifu, tusimame imara mpaka siku Yesu atakuja kuchukua kanisa. Dunia imechafuka, shida zimekuwa mengi, lakini hakuna makimbilio lingine tunaweza kimbilia isipokuwa kwa Yesu we mwenyewe. Usibadilike ndugu, usiwe kama Salomoni, alibadilishwa mioyo na wanawake. Sasa hakuna urafiki wa giza na nuru. Leo hii watu wamepotoka. Pali hakuwa na rafiki mwenzake Mkristo, lakini yeye kama rafiki mpagani. Na huyo mpagani hauna nguvu na uwezo wa kumleta mbele ya Bwana. Umetafuta sijue. Tuwe tena macho. Turudilie tena Mungu wa ndugu. Mungu amekupenda, lakini urudilia Mungu. Wewe uliobadilishwa na mambo ya dunia, wewe uliopotea katika mambo ya dunia, ukiacha Mungu na kuambatana na mambo ya dunia, ukiacha Mungu na kuambatana na waganga wa asili, hiyo sio njia itakubeba katika ufalme wa mbingu. Samehe, hii siku ni siku ya kusamehe. Hii siku ni siku ya kuomba Mungu msamaha. Tuishi katika maisha ya utakaso. Tulinde mioyo yetu kushindia mambo ingine. Mambo ya dunia yatapita, lakini atakayobaki Yesu atarudi. Sasa Yesu akirudi amekuta tumekwisha kubadilika, tutakuwa wajumbe wa nani? Yesu akarudi amekuta kanisa imekwisha kubadilika, tutakuwa wajumbe wa nani? Kama ulipata neema ya kumtumikia Mungu, wandugu, hakuna kazi nzuri kama vile kumtumikia Mungu. Kamata hiyo kazi ya Mungu na mikono mawili. Ogopa dhambi. Dhambi imeua. Dhambi itatuma tuende jehanamu. Lakini kama tunaendelea kuwa waaminifu, tusipobadilika mpaka siku Yesu atarudi, tutaona ufalme wa mbingu. Mungu awabariki. Mungu awasaidie.
Mungu awajalie neema. Kanisa tuwe macho, watumishi wa Mungu tuwe macho, watakatifu muwe macho. Popote unapokuwa, omba Mungu, baki kuwa mwaminifu. Ukosefu wa dunia sikutenganishe na Mungu. Magonjwa sikutenganishe na Mungu. Mungu amekujua, uwe mwaminifu tu, usigeuke. Na wakati utaendelea kuwa mwaminifu, Mungu atakubariki na Mungu atakujibu kwa mahitaji yako. Sasa tunaachia neno hapo. Mungu awabariki. We mgonjwa, amini Mungu. Wewe uko katika gereza, amini Mungu. Wewe uko katika nchi ya watu, amini Mungu. Na Mungu siku moja atakutetea. Basi Mungu awabariki. Kwa hiyo machache yalikuwa katika mioyo yetu. Acha tutaomba Mungu. Tunakushukuru Mungu mwenye uwezo. Tunakushukuru Mungu mwenye rehema. Wewe ulioumba ulimwengu na dunia. Vyote viko chini ya dunia, viko chini ya mikono yako. Na kama ulituumba kwa uso wako, mapenzi yako ilikuwa sisi tukuabudu na kukufanyia kazi Mungu. Lakini siku za leo watu wamepotea. Siku za leo watu wamebadilika. Siku za leo watu wameacha mstari wako. Siku za leo watu wameacha kazi yako. Na wengine wanapokuwa ndani ya kazi yako waifanye kama vile inastahili. Mungu samee ulimwengu. Mungu samee watumishi. Mungu samee wa Kristo. Mungu samee waliopotea. Mungu samee kwa kuwa wewe ni Mungu wa rehema. Samee Yesu Kristo. Watakatifu wote wape tena nguvu na ujasiri ya kusimama mbele ya uso wako. Wagonjwa waponye. Wanaokuwa katika nchi za mbali wasaidie, wajalie neema. Wamefungwa wafungue kwa jina la Yesu Kristo. Yaliyoagiza tunaibomoa. Yaliyoagiza tunaibomoa. Uuaji tunaibomoa. Mungu saidie watu waondoe katika giza, waondoe katika dhambi. Asante Bwana kwa kutatenda. Asante Mungu kwa kutafanya. Acha neno lako liambatane na watu wako. Acha neno lako litembelee walio wako. Shetani ashindwe kwa uwezo wako. Tunakushukuru Mungu kwa kutafanya na utatenda kwa jina la Yesu Kristo. Amin. Mungu awabariki. Acha tutawapa namba ya simu. Tunaweza saidiana kwa mashauri madogo madogo kwa ajili ya safari ya kwenda mbingu. Si siku za kubadilika, ni siku ya kuendelea kuwa mwaminifu. Taandika 07884395 4. Mungu awabariki.